Aliwaambia maiti ya mama yake isizikwe, lakini wakazika. Kilichowakuta kijiji kizima kiliangamia. Maiti ya mama isizikwe. Onyo: simulizi hii ina matukio mengi ya kutisha na ya kichawi. Msikilizaji, kama wewe ni mtu wa hofu na wasiwasi, unaotaota matukio ya kichawi, tafadhali unaruhusiwa kupita video hii bila kuitazama. Ilikuwa ni majira ya saa 10 jioni. Asilimia kubwa ya wakazi wa kijiji cha Mlingano walisimamisha shughuli zao na kujazana katika uwanja wa nyumba ya Bi Halima Mrema, maarufu kama Mama Bakari. Lengo kuu lilikuwa kukamilisha mazishi ya Mama Bakari, ama Bi Halima kama wachache walivyopenda kumuita. Watu walikuwa wengi, walikaa kwa mafungu kulingana na umri, jinsia pamoja na uhusiano wao na marehemu. Upande wa kushoto walikaa wanawake, vijana, wazee na watoto. Upande wa kulia walikaa wanaume, nao wakigawanyika, wazee pekee na vijana pekee. Hakuna aliyetaka kujichanganya. Ingawa walikaa sehemu tofauti, mazungumzo yao yalitawaliwa na mada moja: kifo cha utata cha Mama Bakari. Kifo hicho kilitokea ghafla, kikiwaacha watu na maswali na minongono mingi. "Unajua Mama Sele, mimi bado siamini," alisema mama mmoja mnene mwenye ngozi nyeusi, kisha akanyamaza kidogo na kumgeukia Mama Sele. "Ni kweli shoga, juzi tu nilikutana naye mzima kabisa, anatoka shambani kwenye kibarua." "Ndiyo, hata mimi juzi nilimuona mida ya saa 5 mchana kule shambani kwa Bicha Upole. Alikuwa analima vizuri tu, hakuwa anaumwa." Mama Ambrose alinakia. Au atakuwa mume wake yule. Nasikia ni mganga wa kienyeji maarufu sana kijijini Msijepeku." Mjadala mzito uliendelea baina yao. Kila mmoja alikuwa na maswali, kila mmoja alihitaji majibu. Kifo cha Mama Bakari kilistusha sana. "Unajua, dunia hii ina mazuri yake, lakini pia ina wabaya. Kuna watu hawana huruma hata kidogo," alisema mzee Sangu kwa sauti ya chini, huku akichezesha tasbihi mkononi. "Hivi Bakari yupo wapi?" aliuliza mzee Sangu. "Nasikia aliondoka jana asubuhi kwenda kumchukulia dawa mama yake kijijini Msijepeku. Jamali alikutana naye kule Mtozinga, akamweleza hali ya mama yake." Wakati wanaendelea na mazungumzo, mzee Saidi Kasim aliingia akiwa na msuli wake na kofia ya zamani kichwani. Wote wakanyamaza na kumtazama. Jamani, maiti inatoa harufu balaa. Ukikaa sekunde 3 bila kuziba pua, huwezi vumilia," alisema bila kuficha aibu ya marehemu. "Kaoshwa?" "Ndiyo, kaoshwa." "Malashi mmempulizia?" "Kile kitu," mzee Saidi alijibu kwa msisitizo. "Sasa tatizo nini? Ngoja nione mwenyewe," alisema mzee Sangu, kisha akaanza kutembea kielekea chumba cha maiti. Ndani ya chumba hicho, mwili wa Mama Bakari ulilazwa juu ya kitanda cha kamba, mwili ukiwa bado na mabaki ya maji ya kuoshea. Sheikh Masudi na muosha maiti walikuwa wakizungumza, viganja vyao mara kwa mara vikipelekwa puani wakijaribu kuikwepa harufu. Ghafla mzee Sangu akaingia. Mazungumzo yakakatika, wakamgeukia. Naye alipovuta pumzi, akikutana na harufu kali ambayo hakuwahi kuisikia maishani mwake. Hakuweza kuvumilia, akajifunika pua kwa kiganja chake. "Hii harufu unatoka kwa maiti hii?" "Ndiyo mzee, na ni maajabu haya," akajibu Sheikh Masudi. Hili ni balaa sasa," akasema mzee Sangu, huku akitembeza macho yake kwa mwili wa Mama Bakari. Hakukuwa na dalili ya kitu cha ajabu, lakini harufu ilikuwa ikizidi kushamiri. "Ndiyo maana nilikuwa namwambia muosha maiti, itabidi tumtoe haraka, tumswalie kisha tumzike. Harufu hii ni aibu kubwa." Mzee Sangu akabaki kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akauliza, "Tumzike bila mwanae Bakari kuwepo? Bila ndugu yoyote wa karibu?" Sheikh Masudi hakujibu. Akabaki amenyamaza, mkono wake bado puani, akionekana kushindwa kueleza kwa nini maiti inatoa harufu ya ajabu namna ile.